Naam, Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wangu, mpenzi wangu wa Evangelist George Magune TV. Nina furaha sana kukukaribisha katika mafundisho ya siku ya leo. Napenda kusema kwamba mimi ni mchungaji, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni nabii, mimi ni mwalimu. Na vile vile mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na niko katika platform hii kwa ajili ya kufundisha mambo kuhusu ufalme wa Mungu, ufalme wa mbingu, mambo kuhusiana na vile watu wanaweza kujisaidia katika maisha ya sasa. Unajua maisha ya saa hizi, dunia hii imekuwa na uovu mwingi sana. Na dunia hii imekuwa mpaka watu hawapendani. Imefikia mahali mpaka watu wanachukiana tu for no good reason. Wakati mwingine unapata mtu hana raha, yaani mambo ni mengi yanafanyika. Sasa roho ya chuki, roho ya maovu imeingia watu. So mimi kwa siku ya leo, na ndio maana nimetumika na Mungu kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kusaidia watu wa aina hii. Na sana mimi hutumia maandiko kufundisha, na inategemea vile roho wa Mungu ananielekeza. Roho wa Mungu akinielekeza vile ambavyo amenielekeza, hivyo ndivyo huwa natumika. Kwa hivyo niko mahali hapa kukufundisha na kukupatia mwelekeo wa kiroho, mwelekeo wa mafanikio, na kupatia tu suluhisho vile unavyoweza kudeal na matatizo yako ya kila siku. Kuna watu wametatizika na wanashindwa wafanye nini. Wengine wameharibu pesa, wamemaliza pesa nyingi, kupeleka kwa waganga, kupeleka wapi, na hawajawahi faulu, hawajawahi maliza matatizo yao. Yaani kila uchao matatizo ni yale yale. Kumbe labda yeye ameinvest, alipeleka pesa zake, akapeleka kwa labda kwa watu matapeli. Unajua dunia hii ya sasa, vile maandiko yanasema, Paulo anamwambia Timotheo kwamba siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda, watakuwa wenye kiburi, watakuwa wenye kupenda pesa. Sasa unaona, mtu anajua hana mwelekeo, hawezi kukusaidia, lakini anafanya nini? Yeye anataka tu akutumikie ili again kutoka kwako. Hiyo ni tabia mbaya, na upande mwingine mimi huwa naishutumu. Hiyo si kazi nzuri. Elezea mtu kitu kitakachomsaidia na umsaidie kwa ukweli, mtu apate uponyaji, apate nafuu. Maana ukifanya mambo ya kudanganya mtu, ukifanya mambo ya kukoroga mtu na umtapeli, wewe umeingia miongoni mwa watu wabaya. Katika maandiko wewe ni mwizi. Na mbali na kuwa mwizi, unafaa kuhukumiwa na jela la duniani na uhukumiwa na jela la mbinguni. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, mimi ni mtumishi wa Mungu, na sisi huongoza katika njia ya kweli. Na kama kuna mtumishi wa Mungu anayetumia mambo ya utapeli kulaghai watu, yule mtu anafaa laaniwe. Kwa sababu shida ya mtu usichukulie kwa advantage. Kuna wakati watu wanapata shida nyingi sana, watu wanalia, wanashindwa wafanye namna gani, lakini kwa sababu hawana vile watafanya, inabidi wakati mwingine inakuwa namna gani? Inabidi wengine wanakufa tu hata katika matatizo yao. So leo, siku ya leo, ningependa kufundisha na nataka kupeana solution karibu sana, solution nzuri kwa yule ambaye unahisi umeibiwa vitu vyako. Umeibiwa, sio unahisi, kwamba unajua umeibiwa, una uhakika umeibiwa vitu vyako. Umeibiwa nguo, umeibiwa pasi, umeibiwa tuseme redio. Utafanya namna gani? Nenda utafute ufagio. Tafuta ufagio kama huu hapa. Huo ufagio unapoutafuta, hakikisha ni ufagio ambao uliwahi fagia, umechoka, yani umeisha, umefikia kama hapa, yani tuseme hapa. Shaniona hapa. Sasa huo ufagio, ule mtu aliyekuibia humjui majina, na si rahisi kumjua, kwa sababu wengine wanaiba kisiri nini, wengine wanavunja na wanaiba kama mtu hayuko. Sasa itabidi utafute kalamu nyekundu hivi. You see? A red pen. Tafuta kalamu nyekundu, tafuta karatasi. Shaona? Karatasi yangu hii hapa. Andika vile vitu ambavyo yule mtu amekuibia. Andika. Na uandike na kalamu nyekundu. Andika redio, pasi, nguo. Vile ambavyo unavyoona karatasi yangu nimeiandika hivi, mtu wa Mungu. Hiyo ni redio, pasi, nguo. Sasa ukishamaliza kuandika hivyo, kunja hilo karatasi likielekea upande ule. Kunja hivi, kisha kunja hivi,
kunja tena hivi likielekea upande ule, alafu geuza, kunja tena hivi likielekea upande ule lisikuelekee. Sasa chukua ufagio wako, weka hapa, panua hii ufagio hapa katikati, ingiza yayo majina hapa ndani ya ufagio. Ukisha ingiza ndani ya ufagio, chukua kamba. Hiyo kamba uhakikishe ni ya kutoka wapi? Ni ya kutoka kwa ule ufagio. Chukua kamba ya kutoka kwa ule ufagio, funga nayo hapa hivi, ili hilo jina lisitoke. Ukisha funga hivi, ukisha funga hivi, funga kabisa. Ukisha funga hivi, unaona vile nimefunga. Haya, chukua ufagio wako, ushikilie hivi na mikono miwili, ushikilie hivi na mkono mmoja, alafu utasoma maandiko haya. Nakumbuka hili zoezi linafanyika wakati mtu haja kula chochote. Ile siku hakikisha uko mlimani, yaani uko katika mfungo. Hakikisha uko katika mfungo, ndiposa hili zoezi lifanye kazi haraka sana. Within 24 hours ama 48 hours utakuwa umepata mwenye alikuibia, na atakuwa amekuja mwenyewe kuomba msamaha. Na hata akiwa na hizo vitu hatauza, na hata akienda kuweka kwa nyumba, ninataka kutumia, kama ni TV haitafanya, kama ni redio haitafanya, kama ni pasi haitafanya, ikifika kwake haifanyi. Akienda kuuza, ikifika kwa mtu, akifikia mwenye kumuuzia, mtu anaikataa. Yaani hatauza, atahangaika nayo. Mwisho wa siku atakuwa akihangaika, akizunguka, akifikiria anatafuta kwa kuuza, atafika kwako wewe mwenyewe mwenye aliibia hizo vitu. Hiyo inaitwa spirit of confusion. Spirit ya confusion inamwandama kupitia ufagio. Ufagio, unapofagia, ufagio huondoa uchafu. Kwa hivyo, ufagio ukisha mfunga hapa, yeye amekuwa mchafu, na uchafu lazima utafanyika nini? Uchafu ukikorogekea ndani ya nyumba, inabidi mwenyewe afagie, mwenye nyumba afagie. Kwa vile ushaweka haya majina hapa, hizo vitu zako ziko intact na zimefungwa. Sasa soma maandiko katika kitabu cha Zaburi 109. Sema, Mungu wa sifa zangu, usinyamaze, kwa maana wamenifumbulia kinywa cha mtu asiye haki, cha hila wamesema nami kwa ulimi wa uongo. Naam, kwa maneno ya chuki wamenizunguka, wamepigana nami bure. Badala ya upendo wao unishtaki. Ijapokuwa naliwaombea, wamenichukuza mabaya badala ya mema, na chuki badala ya upendo wangu. Uweke mtu mkorofi juu yake, mshtaki asimame mkono wake wa kuume. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Sasa ukiwa umesoma hivyo, utasoma hiyo maandiko, kumaanisha kwamba unafanya namna gani? Huyu mtu unamshtaki kwa Mungu. Ushaelewa? Kama unatamani mtu huyu awe wazimu, afe. Maana kuna watu wengine, unajua mimi naamini katika maandiko, sijaiamini kuua mtu. Na huwa sipendi kuadvise mtu kuua mtu. Lakini kama we mwenyewe unajua kuna mtu, na kila mmoja ana akili yake, na kila mmoja na vile anavyotaka. Unajua kuna hasira, nakwambia pia ni vizuri ukontrol hasira, kwa sababu hasira, maandiko yanasema hukaa kifuani mwa mtu mpumbavu. Usiwe mpumbavu, usije ukaact kitu ambacho kitakugharimu. Mimi nakupata adhari tu, usimuue mtu. Na kama imebidi we mwenyewe umetaka, sio mimi sijakwambia uue. Kama umetaka, utasema, utaendelea na hiyo verse, utaendelea na hiyo kitabu, utasema, usimamizi wake na atwae mtu mwingine, wanawe na wawe yatima, na mkewe na awe mjane, kutanga na watange wanawe, na kuomba watafute chakula mbali na mahame yao, mdai na nase vitu vyote alivyo navyo, wageni na wateke mapato ya kazi yake. Asiwe na mtu wa kumfanyia fadhili, wala wa kumhurumia yatima wake. Kisha maliza hivyo, utachukua hiki kifagio, utasema, Mungu wangu. Kumbuka hili zoezi utalifanya, utaulifanya kuanzia saa 12 jioni. Naomba unielewe vizuri sana. Kuanzia saa 12 jioni hadi saa 3 usiku. Hizo ndizo nyakati za nyota, ile nyota ya kubeba mashtaka ya watu duniani huwa zimeshuka.
nguvu zimeshuka wakati ule. Chukua huo ufagio. Sema, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wangu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo. Baba yangu, nilinunua vitu hivi, nilinunua pasi hii kwa pesa zangu, nilitoka jasho langu nikanunua pasi hii. Mungu, mtu amesababisha, mtu amefanya tu, amechukua hii pasi yangu, amechukua redio yangu, amechukua TV yangu, amechukua longi yangu bila kuniomba, bila kufanya nini. Mungu wangu, huyu mtu ni mkosaji. Baba, mimi ninamhukumu, naomba Mungu wangu umfanye kuwa chizi. Naomba Mungu wangu vile nilivyomfunga katika ufagio hivi, afagie aje akiwa anafagia, na alete vitu vyangu, aniregeshe vitu vyangu kwa nyumba yangu. Mungu wangu, nampatia huyu mtu masaa 24, masaa 72, masaa 48, vile mwenyewe utasema, siku 2, siku 7, wiki moja, vile utategemea vile utakavyosema. Alafu kisha sema hivyo, useme, Mungu wangu, naomba unisaidie, mimi ni mnyonge, sina njia, sina nguvu, sina uwezo, sina vile ninaweza fanya. Ukisha sema hivyo, itabidi uchukue shindano, hizi pins, mtazamaji wangu. Utachukua pins 3. Mbali na kwamba zangu ni 2, lakini naufundisha tu kwa saa hii. Utachukua pins 3. Pin ya kwanza utaidunga huku, pin ya pili utaidunga hapa. Hizi ni pin hizi. Nimetumia zile za kuuza mtandio. Ya 3 utaidunga na mahali hapa. Alafu utachukua wembe. Utachukua, utauweka wapi? Utaudunga hapa katikati. Umeniona? Ukisha dunga huu wembe hapo, utachukua huu ufagio wako, utaugeuza hivi, utafunga hapa. Shaona, utafunga hapa kamba. Sasa ukishafunga hapa kamba, ufagio wako uning'inie hivi. Utaufunga katika sehemu yako ya dari, pale unapikia, iwe unapikia jiko, iwe unapikia gas, iwe unapikia kuni, utaifunga pale kwa dari, pale jikoni kwako kwa dari. Ukisha ifunga hivi, ukienda kupika, wakati unapopika, ukianza kupika kama chakula chako asubuhi, chai, unaanza kusema, Mungu wangu, vile ninavyopika hivi, huyu mtu asipate amani, mtu aliyeniibia vitu vyangu, aliyeniibia redio yangu, aliyeniibia pasi yangu, aliyeniibia nguo zangu. Mungu wangu, mtu huyu asipate amani, aungue, asikie kuungua vile sufuria hii inavyoungua, ateketee vile makalio ya sufuria hii yanavyoteketea, aniregeshe vitu vyangu kuanzia sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo, amen. Unaomba tu hivyo, usichukue ufagio, ushauhang pale juu, basi uache tu ning'inie hivyo. Baada ya masaa 2, masaa 3, ama itategemea na imani ulio nayo. Ndugu yangu, hii kitu inafanyika na imani. Ukiwa na imani, mambo yanafanyika, unatoboa. Sasa ukishamaliza hivyo, wewe utasubiria within 6 hours. Tuseme wengine wanamalizanga hata 2 hours, 3 hours, vitu vyao vimeregeshwa. Within 6 hours, within 24 hours, 48 hours, 72 hours, 2 days, 3 days, 4 weeks, 2 weeks, lazima vitaregeshwa. Utashtukia tu vitu vimeregeshwa, viko nyumbani. Kwa hivyo tumia hii ujuzi, mwana wa Mungu, ili uregeshe vitu vyako vilivyoibiwa. Najua kuna wengi watasema ni uchawi, lakini si uchawi, ni elimu kutoka juu. Mungu wa mbinguni akubariki. Ila nakuomba tu, umeniwatch mahali pale na umehisi kwamba unaweza ukafuatilizia movie zangu, video zangu ambazo na rekodi katika sehemu hii. Naomba tu usubscribe, ulike na ushare. Na kama kuna comment, tafadhali iweke pale kwenye zile comment section, ili nifanye namna gani naweza jua tunasaidiana vipi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Uwe na wakati mwema, na endelea kufuatilizia video zangu, maana zinakuja video nyingi sana ambazo Roho Mtakatifu ananifundisha niwaeleze watu wa Mungu. Kwa hivyo naomba uwe miongoni mwao, usizikose. Nawapenda sana. Zaidi ya yote, Mungu wa mbinguni awabariki. Shalom, shalom, shalom.
Amen.